Ladies and gentlemen, give it up for MC Eliudi. Kanisa Bwana Yesu asifiwe. Yes. Safi, hongera sana mjomba. Hongera sana. Nilijua nilikuwa natakiwa nije kuwashusha, lakini ile atmosphere nikasema siwezi kugombana na Mungu. Watu mko vubujika afu nasema tulete vituko. Mimi napenda sana tukikutana humu kanisani. Haleluya. Kwa sababu humu hakuna unafiki. Mwambie jirani yako umependeza sana. Cheke. Kuna sifa ukipewa hata wewe unasema we. Wacha we, ndo uzuri wa kanisani. Mwambie tena umependeza sana. Kaa hivyo hivi. Una rafiki yako huyo ambaye ndio mnatamani mngekaa pamoja ila mmekuja tofauti. Ukimwambia huyo amependeza unamwangalia rafiki yako ila ndugu yangu basi. Tutakuwa na session tofauti jamani. Kikubwa tumekuja hapa kwa ajili ya kuenjoy, sawa? Yani mtu asikutishie sana. Mungu mwenyewe ndo ametuita hapa. Haleluya. Kwa ila hili sasa hili alihusiani na kuokoka sana. Usimwazimishe mtu chaji hapo ya type C. Watu sio waaminifu jamani. Na sijui kwa nini chaji unavyoondoka nayo unakuwa kama utairudishi. Tukishatoka hapo hivi unajua hamna kazi ngumu kama kulala kati simu haina chaji. Usingizi kwanza hauji. Mimi nakumbuka wakati ndo naanza kutumia smartphone. Kwa sababu ukiwa huna hela unaziona iPhone zina shida sana. Masimu yenyewe kwanza yakai chaji. Unakuwa unayakosoa. Sasa kuna shida mbili siku hizi. Kunatembea sana na chaji. Yani kila mtu, wangapi mmetembea na USB zenu? Yani unaweza ukasahau hata funguo lakini sio chaji. Sasa kuna hawa Pro Max wamekuja. Wanazunguka na internet lile la Airtel. Umewahi kutana na mtu aliyelibeba lile lidude? Kwanza amechoka. Nafikiri inacheza kwenye kilo 2 lile. Lile lidude bwana. Afu hawasalimii. Hadi unasema wewe, ubize unawahi nini? Akifika kanisani anatafuta penye socket. Lile pale jamani. Si unaona? Ila uzuri wao wavumilivu sana wale hata kwenye ndoa. Kwa sababu lile linasumbua, alikai na charge lile. Kwa kama mtu analo ina maana ana moyo wa kuchukulia. Hongera sana Blaz. Ila sasa bahati mbaya umechelewa, umekaa ambapo hapana charge. Umu najua kuna internet unaiona ina hang muombe password ni yule atakuwa. And so feel free. Hapa ni kwa baba yako. Haleluya. Mungu ndo amekuinvite hapa na kuja hapa. Najua haikuwa rahisi. Nikisema haikuwa rahisi mliotoka Kimara mnajua. Kimara, yani mbwa ni nyingi kuliko watu. Yani unakuta nyumba ni sefu, vyumba 3 afu inapandishwa 70,000. Hadi unajiuliza, huyu mtu inamlipa kweli? Anajua tu. Utashinda unajiuguza malaria mpaka uchanganyike. Kuna mbu ziko hivi, tafikiri nzi. Mbu ni kubwa. Naotoka Kimara mikono juu jamani, Bwana waepushe na Kimara. Mungu akupe roho ya goba. Aya. Ukupanga nako ni roho. Unajua? Mimi naambiaga watu. Kwa mfano sisi hapa kanisani, panakuwa na bahasha. Tina unakumbuka ile? Sasa bahasha zinakuwaga na namba, hazina majina. Kwa hiyo kati ya 902 na 903 au 1000 na 1001 zinachanganya. Sasa kumbuka bahasha imebeba maono ya mtu. Si mnanielewa? Kwa hiyo ukichanganya ukianza kutolea zaka bahasha ambayo haipuhusu. Mfano mimi nikawa na chaka. Niko da. Hii roho ya kwamba ninunue majembe inatoka wapi? Kumbe nimechanganya zaka nalipa kwa mtu sijui alikuwa anaomba kwa habari ya kuvuka kwenye kilimo. Akutana na hizo situation. Unashangaa bana mimi kulikuwa tu na amani. Ateseka kama kuna shida kumbe kuna mwenzio spirit zimekaa za kusahaulika. Sasa wewe bwana mbona tulikuwa na amani ananifokea? Umeingilia bahasha ya mtu. So,
wakati mimi na kuja Dar, akili yangu yote, yani ukiwa mkoani unaamini utakaa wapi? Mlimani City. Wewe unakuwa unajua mimi nikifika Dar nitakuwa nakaa Mlimani City, Mikocheni. Wakati shetani anapoangalia anakuambia haujui. Ama anakuletea page Instagram inaitwa Dalali Beiche. Huyo kwanza aposti nyumba na posti njia. Juzi kati hapa mliona riskata nani? Nafasi ya perform. Wala hebu piga makofi jamani. Sasa siku ile kwanza nilichanganya. Kumbe nguo nyekundu hazitakiwi kimamlaka. Sasa Unyakyusa nitafute utofauti. Na kweli nilikuwa tofauti. Nimefika na changa, mbona mwekundu peke yangu utafikiri kidonda? Kwa hiyo nimefika pale. Unajua uzuri wa kwenye event yote akiwepo kiongozi mkuu wa serikali, inakuwa kama wote nyewe ni system. Kikubwa ndio utajua, zingine ni system charge ila umo. Jambo na wewe. Jambo. Kinachokuja kututofautisha kwamba sio system, muda wa kula. Sahani unavogonga. Unajua kabisa hii ni neema huyu mtu. Hiki kitu kilikuwa kwenye maombi akutane na chakula cha aina hii. Unashangaa wenzio. Afu umaskini ulivyo mbaya au jifichi. Mnaweza mkaa watu 300 peke yako ndio ukahisi chakula hakijakolea chumvi. Sisi unajua sisi wengine unaweka chumvi kali ili mboga isiishe haraka. Unaijua hiyo mbinu? Basi unakuta kile unayemuuliza chumvi wanashangaa. It's okay. Some salt is okay. Wewe vinogi ulimi ushazoea dagaa mchere. Na mlivyo wabunifu mnachanganya na kabeji. So wakaniita. Kwanza akaja brother mmoja. Sukari. Unajua sukari ni jina zuri lakini asikuulize mwanajeshi. Eliudi. Sukari, si ndio? Baba nafikiri ni mimi najiita ni watu tu. Maana wanajeshi wanaweza wakasema tukulambe. Ni sukari wewe. Mnakumbuka kwenye ile show hata sikujitambulisha. Kwa sababu ni ngumu, namwambia eti mheshimiwa rais. Ndugu yangu. Wale watu wake walio pembeni, mama ni wetu wote, ila kuna wanaompenda zaidi, wanakuaga pembeni yake. Wale wanakupiga unatoa sauti hii. Alafu kiulizo wamekufanya nini unasema waache tu. Uzuri serikali yetu sikivu lakini mimi. So wakaja wakaniita. Bwana Eliudi, unatakiwa uperform. Nikauliza mbele ya mama. Yule jamaa akajiuliza, kwani umemwona baba? Nikasema sasa nimesha bolonga. Nimevaa nguo nyekundu ambazo kwenye protokali zinaashiria nini? Mamlaka. Sasa nielewa vizuri. Sasa nilivyoitwa naambiwa tu utaperform afu ndo nikaitwa mbele. Na wale watu hawajui kama we ni blandi yani wanakuita kama mama anavyokuita. Eliudi. Hawana haja. Sasa watu Eliudi ni katibu tawala ofisi na vijiji. Eliudi ni nani? Yeye ameita tu Eliudi njoo mbele kwa ajili ya burudani. Sasa watu wanajua hapa msanii wa nyimbo za zamani. Unajua ukiniangalia kwa mbali kama Dr. Kumpeneka. Sasa ile vika zangu pale mbele nimeenda. Nafika kwanza ndo najikuta Mungu wangu tumemechi na carpet. Alafu sasa sasa unaweza kufikia hauna kitambi, siku kiitwa ghafla. Kila nikifunga hivi koti, kifungo kinafunguka. Basi nikatembea haraka. Na yule nikawa napitiliza ile podium ile. Napitiliza yule mzee Eliudi. Sasa unafika. Kwa hiyo viongozi wakuu wanasema kwa hiyo nikaanza kwanza unajua kimbilio tunaro. Ukiona umechanganyikiwa anza kumshukuru Mungu. Hiyo ndio gia nawaambia. Sema yote ukiitwa ghafla ili upate punzi. Wewe sema kwanza namshukuru Mungu kwa sababu hamna mtu atakufokea kwenye hilo. Sasa hiyo nawapa mbinu hiyo. Yaani ukifika sehemu umeitwa ghafla, wewe anza kwanza. Ndio ulimuona yule mama siku ile alijichanganya. Namshukuru sana mheshimiwa Mungu.
ameshapagawa. Umetoka huko unajikuna mba, umeitwa ghafla. Lazima utakoroga cha huku weke huku. Kwa nikafika pale yeah. Hivi najua wewe ndo mheshimiwa aya, Tina wewe ndo mheshimiwa rais sasa. Kwa mara ya kwanza. Yaani najua kabisa mama akasema kweli naongoza viumbe. Kumbe kuna watu weusi hivi ninao kwenye nchi yangu. Mama amekaa hapo. Alafu kuna aibu ile ya kusema mama zenga mkone nikagongana naye macho akacheka. Sasa unakuwa unamtafuta na wewe mnyonge wa pembeni unamwangalia. Wajua watu hawajui siri ya kwenye macho. Kwa mfano kuna wale watu wana aibu sana shuleni. Wakiitwaga mbele si unaonaga akisimama hivi unaweza kusema lina confidence, kumbe limemlenga mmoja mdhaifu pale katikati. Anamkazia macho atafikiri kuna kitu ulichukua. Kwa hiyo nipende tu kusema nashukuru sana darasa kwa kuwa pamoja. Unajua mtu akikuangalia na wewe unaanza kuona aibu. Unajua asija kama ameona kamboga kwenye jino. Moja kati ya vitu vigumu kumwambia mtu. Hivi unajua unaweza kukaa na mtu confidence ya kumwambia dada toa kamboga kwenye jino. Imekaa kama unanifuatilia sana, sio unaelewa? Na ndio maana sisi tunasemaga, yani ukifika kanisani kwanza unakutana na wanangu, unapitia Enoki. Najua Enoki umeshawahi kuja kanisani kumbe umeruka luksi. Umechomekea kwa kiburi. Unaenda kutoa sadaka umetokea nyuma kanisa zima linaona. Huyu kaka si angefua hata nguo ya ndani. Uko una confidence umekuja kutoa limbuko mwenyewe. Kumbe kweli umelimbuka. Haya. So, nawasimulia hiyo mbele ya mheshimiwa rais. Pigeni makofi, sio mchezo. Siongei kwamba unajua mheshimiwa rais, unajua Mama Samia Suluhu Hassan mbele yake hapa. Sasa pale rohoni mwangu nikasema hiki kipindi kama mama yuko kuangalia, ushuhuda wa Jumapili hii watamueleza. Unajua Mbeya, moja kati ya sifa kubwa ni mtoto wako kuwa daa. Hiyo yani wewe ruka unavyoruka, lakini the way nitatambulishwa mimi na wewe ndugu yangu tofauti. Kwanza lazima aanze, jamani tusikilizane. Na ukishaona mtu anakuambia tusikilizane, anajua anachoongea bila utulivu hakina maana. Anakuambia tusikilizane. Kwanza namshukuru sana Mungu kwa hii neema aliyonipa ya kuja kanisani siku ya ibada siku ya leo. Mama hapo anachanganya neno ibada mtaja nairudia siku ya ibada siku ya leo. Kwenye ibada hii nimshukuru Mungu kipekee sana. Kwanza amenipa watoto. Akiona watoto hamjashangilia, watoto wazuri. Nina watoto 5 ambaye atamtaja sasa dadangu, Mama Shalo. Mama Shalo, Erika, Jessica, Naisi, Iveni na yule mkubwa ambaye yuko da. Yaani anapowekea kipale anapowekea break ndio ushuhuda unaanza sasa kutaradadi. Kipekee haikuwa rais. Lakini mwanangu ameperform mbele ya rais jana. Anaanza kujiweka, yalikuwa ni maombi yangu. Sasa wewe mama. Wewe mailiudi wewe. Yalikuwa ni maombi yako wewe au ni neema tu Mungu ametupa? Yalikuwa ni maombi yangu. Kwa hiyo nimekuja na sadaka yangu ya shukrani. Mimi nilimletaga mama hapa. Unajua hiyo confidence kumleta mama yako aone unapoishi. Sasa wanaombaga tu hela hawajui tunazipateje. Saizi wabunifu kweli anatengeneza ka ugonjwa kake yako ka 20,000 tu. Baba nimeamka shingo imefiatuka tena. Naambia baba mama mngebadilisha godoro kwa sababu hii shida ni ya miaka yote. Kwa wanaombaga 20,000 tu. So nilivyomleta mama nikasema raundi hii lazima akatoe ushuhuda wa uongo. Kwa hiyo nikampeleka mlimani nikasema umeona hapa? Ndio Nyerere alichanganyia udongo wa Muungano. Mlimani City hiyo. Si mliona video au hamkuona? Nilimpeleka mama nikamwambia agonge hodi kwenye lift. Na mimi nilijua si ataenda kusema wamcheke. Akafika kanisani. Nishukuru sana kanisa kwa maombi yenu. Nilienda da watu nilivyoenda da namshukuru mwanangu akanipeleka mpaka sehemu zilizobeba historia ya nchi hii. Mkuta Mnyakyusa anaongea amefunga hivi ngumi yani. Kwa hiyo amenipeleka sehemu ambayo udongo wa Muungano ulichanganywa watoto. Meriudi na maana alienda na Zanzibar.
anavyokuja. Na kumbe jamani, unaweza ukawa ujui tu, ni pazuri sana pale. Watu, pazuri? Mbona kama ulichanganywa chini ya mti, pazuri vipi? Anasema alinipeleka Mlimani City. Unajua kucheka na kushangilia kunafanana. Alafu kuna wale watu wanajua huyu ni mamako, wanakutumia kila clip. Na wewe unacheka, unasema ili limempata. So, nilikuwa najua kabisa mama atatoa ushuhuda. Nikafika pale. Naangalia, mkiangalia ile video ni kama nilikuwa narudi nyuma kwenye screen kama hivi. Kwa sababu nikasema ukitoa weusi hili lote ni carpet. Sio unaelewa? Kwa nikawa natafuta kaengo ambako nikikaa hivi Mheshimiwa Rais kwanza nitakuwa namuona, alafu na wale wengine nitakuwa nawaona vizuri. Nikajitambulisha pale kwa Mkwala. Kwanza namshukuru sana Mungu kwa nafasi hii aliyonipa. Cha pili, sasa hii haikuwepo. Nilikuwa naongea speed maana hawachelewi. Wale ukichelewa utasikia rudi asante. Yaani ukishukuliwa na serikali ni uondoke. So nikawa maneno yanaenda haraka, nikamwambia mama sisi wengine tumeamua kusimama na wewe kwenye masuala ya gesi. Eriki kuna shida. Safi kabisa. Naenda vizuri. Eriki alikuwa ananiambia kwamba nisiongee sana mambo ya serikali. Yeye ni mtu wa system, ila system chaji. Tuliwahi alikuwa Ikulu siku moja. Tukafika. Unajua umekaa, hujui huyu ni nani. Unamfokea tu, jamani wazee, tunahemeana. Sasa wakati wa utambulisho ndio unaona mtu anainuliwa. Mkuu wa kitengo cha usalama wa taifa Bwana Gledrotius Chipanto. Yay! Ndio umekaa naye hapa. Afu anakuambia unaona kabisa anainuka, wale wa pembeni wanainuka naye. Unasema Mungu hiki kinywa, kama kuna sehemu niliwahi kuomba uninyamazishe kimya ni leo. Namkaribisha Eriki, makofi kwake. Eric Joe nimemshirikisha kwenye wimbo wetu ule ya Sukari once again. Kuna wimbo hata mwenyewe ukiusikiliza sasa ni mbaya ila unajitia nguvu. Alafu mlivyo wanafiki eti nimeusikiliza wote. Naenda YouTube umeangaliwa na watu 4. Nyie mlisikiliza huko. Yaani wimbo umeshawahi kuona wimbo? Sema ila kwa sababu hata hivyo wewe una mambo mengi. Nimekuuliza huu wimbo mzuri mbaya. Biti. Anaanza kuuchambua mmoja mmoja. Tuvumiliane jamani, hujafa hujaumbika na wewe kuna siku utasikia wito wa huduma ya uimbaji. Unajisikiaje? Unacheka. Msicheke, mjazaa bado. Eriki karibu sana hudumia kanisa. Makofi kwa Eliud Samuel.